Moja ya ibada yenye nguvu ya Mungu, yenye matokeo makubwa, tena ya haraka, yanayotisha hata mataifa mengine wakashangaa, ni ibada ya asubuhi. Yaani maombi ya asubuhi. Ukisoma maandiko matakatifu, Mungu alitenda vitu vikubwa, vitu vilitisha, vilishangaza. Kwa nini? Ni kwa sababu maombi ya asubuhi yana matokeo. Kwa hiyo ziko faida katika maombi ya asubuhi. Naomba tuangalie kitabu cha Marko sura ile ya 16 na mstari wa 2. Hata alfajiri mapema siku ya kwanza ya juma wakaenda kaburini jua lilipoanza kuchomoza, wakasemezana wao kwa wao, ni nani atakayetuviringishia lile jiwe mlangoni pa kaburi? Hata walipotazama waliona ya kuwa lile jiwe limekwisha kuviringishwa, nalo lilikuwa kubwa mno. Nataka tuangalie faida ya maombi ya asubuhi. Na wewe muombaji ambaye umejitoa kuja kwa Bwana asubuhi, ni vizuri ukaelewa matokeo ya hii ibada ya asubuhi ikoje. Neno la Mungu linatuonyesha juu ya kina mama ambao waliandaa mafuta baada ya Yesu kufa pale msalabani, akazikwa kaburini. Biblia inasema asubuhi na mapema, au akina mama walikuwa wameandaa sadaka kwa ajili ya kwenda kuupaka mafuta mwili wa Yesu kule kaburini. Asubuhi na mapema Biblia inasema ndipo waliamka. Na mimi nataka nizungumzie nguvu ya Mungu inayotenda kazi au faida ya maombi ya asubuhi. Kwa nini hawa kina mama hawakuenda jioni kule kaburini? Kwa nini hawakuenda mchana? Kwa nini hawakuenda usiku? Kwa nini waende asubuhi? Na kwa nini tuwe na ibada ya asubuhi? Kuna matokeo na kuna faida, kuna nguvu anayoiachilia Mungu katika maombi ya asubuhi. Na moja ya faida kubwa ambayo Mungu huiachilia kwenye maombi ya asubuhi, ukiangalia hapa, hawa kina mama walisemezana changamoto kubwa. Mara nyingi maombi ya asubuhi yanatatua mambo ambayo kwa akili za kibinadamu unasema siwezi, inawezekanaje, nitafanyaje? Hawa wanasema wakati wanakwenda njiani ikabidi wasemezane, maana wakati Yesu anaweka kaburini walikuwepo. Biblia inasema lile kaburi ambalo Yesu aliwekwa, kulikuwa kumewekwa jiwe kubwa, na hii ndio ilikuwa hoja yao ile asubuhi. Wanajiuliza kwamba tunaenda kuupaka mwili wa Yesu mafuta, lakini kaburini, kwenye mlango wa kaburi liliwekwa jiwe kubwa. Ni nani atakayetuviringishia lile jiwe? Hii changamoto iko kwa watu wengi sana. Hii changamoto watu wengi sana huitafakari, lakini nataka nikwambie moja ya faida ya maombi ya asubuhi ni kutatua mambo yote yasiyowezekana kwa akili za kibinadamu.